na sasa Kenya imeorodheshwa mwezi uliopita kuwa ni taifa ambao uchumi wake ni namba 6 Afrika, na imepita nchi ya Ethiopia na nchi ya Angola ambazo zilikuwa mbele zetu. Kwa hivyo tuko safarini, sio ati tumefika, bado tutasongesha uchumi mbele. Kenya iingie namba 5, namba 4, namba 3, ikisonga mpaka siku moja tuko na matumaini taifa la Kenya litakuwa uchumi bora katika bara la Afrika. Jambo la pili, tukasema ya kwamba watu wengi ni wakulima, na kwa hivyo ndio unaona tunakazana ili tuhakikishe ya kwamba kilimo katika taifa letu la Kenya kimepanuka. Mambo ya mahindi, mambo ya sukari, kahawa, majani chai na kadhalika. Na njia moja ambayo tumetumia kuimarisha uzalishaji wa mahindi ni kwa kutoa fertilizer ama mbolea ya ruzuku, ambayo tumepunguza bei kutoka shilingi 7,000. 2022 mbolea mfuko moja ilikuwa ina gharimu mkulima shilingi 7,000, lakini tumeweka pesa ya serikali kupunguza hiyo bei, ikatoka 7,000 ikakuwa 2,500. Hiyo kupunguza mbolea, bei ya mbolea ndio imesababisha bei ya unga kushuka, kwa sababu bei ya unga imeshukishwa na gharama, na vile mbolea ya serikali ya ruzuku imetolewa, bidii ya mkulima na mvua ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mambo ya kilimo tunakazana. Maziwa, wale ambao wanafuga ng'ombe, maziwa ipate bei zaidi. Tulikuta maziwa lita moja ilikuwa inanunuliwa na KCC shilingi 33, 34, tumeongeza imefika 50, na bado tunasonga mbele kuhakikisha kwamba hiyo bei imeimarika tunavyosonga mbele. Kwa hivyo kilimo ni muhimu, kwa sababu watu wengi mashinani wanategemea kilimo cha chakula, kilimo cha mifugo ili kujipatia riziki. Jambo la tatu, tukasema ya kwamba wale wananchi wengi ambao sio wakulima ni wanabiashara ndogo ndogo huku mashinani. Riziki yao inatoka katika biashara ndogo ndogo mashinani. Ndio tumesema kwa mfano, ili kuweka nguvu wanabiashara wadogo wadogo, tumeweka mbinu kadhaa. Mbinu moja ni ya kujenga masoko. Hili mama mboga, wachuuzi na wanabiashara wadogo wadogo mashinani waache kuuza bidhaa zao na kufanya biashara yao wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi, na kuhatarisha maisha yao kwa sababu ya magari, kwa sababu hakuna masoko. Ndio unaona ya kwamba tuko na program ya kujenga masoko zaidi ya 400 katika sehemu zote za Jamhuri ya Kenya. Hapa Kitui tuko na soko ya Ithiani ambayo inajengwa hapa, tutajenga hapa Kitui Central. Na pia tuko na soko ya Kamuongo, tuko na soko ingine ya Kisase, tuko na soko ingine ya Kakongo, tuko na masoko mingi. Na tumeambia waheshimiwa, akiwemo mheshimiwa wa hapa, tuambieni wapi mungetaka tujenge masoko zaidi, ili kina mama mboga, kina wachuuzi, wakulima wadogo wadogo waache kuuza bidhaa zao huko na kuhangaika na kufukuzwa na kanzo, wawe na mahali pazuri pako na heshima pa kuuza bidhaa zao. Tuendelee na hiyo kazi jameni. Tujengee wakulima wadogo wadogo masoko. Kila soko iko na mahali pazuri pa kuuza bidhaa. Gorofa ya chini pale, mama mboga wako pale, wachuuzi wale wanauza mali wako pale, na iko na cold room. Kila soko, ikiwemo hii tunajenga hapa ya Ithiani, kila hiyo itakuwa pia na sehemu ya cold room ama barafu, mahali mama ambaye anauza sukuma wiki na nyanya, kama hiyo stock haitaisha, hiyo cold room ni ya kuhifadhi ile nyanya isioze,
iuzwe leo, kesho, kesho kutwa, mtondogoo, mpaka siku ile hiyo stock itakwisha. Tuendelee tusiendelee jameni? Vile vile kila soko iko na chumba maalum cha kina mama ambao wako na watoto wadogo. Kama mama amepata mtoto na mtoto bado ni mdogo, hiyo isiharibu biashara yake, asikae nyumbani na biashara yake ikwame. Iko na mother's room kwa hiyo market. Hiyo mother's room, watoto wote wadogo watakaa pale, kuna mtu wa kuwatunza, ule anawatunza, wanacheza pale, playing area. Mama ako pale sokoni anauza bidhaa. Mtoto akisikia njaa, mama anaingia mother's room, anasort out mtoto, anakuja anaendelea na kuuza nyanya yake. Wamama oye! Wamama oye! Si mtoto ni baraka jameni? Si mtoto ni baraka? Mbona ni akina mama peke yao wanasema mtoto ni baraka? Nyinyi wanaume kwani hao watoto si ni wetu jameni? Sisi ndio tunafanya ile maneno. So mtoto ni baraka kwetu zote, wanaume kwa wanawake. Kweli si kweli jameni? Kwa hivyo tutakuwa na dignified trading. Mama wetu wako na mother's room, iko cold room ya kuhifadhi stock, na ghorofa ya juu tumewekea vijana wetu ambao wanaelewa mambo ya mtandao mahali ya kufanya biashara ya kisasa inaitwa e-commerce, na mahali ya kujitafutia ajira mtandaoni. Vijana wengi wanajua bora wapate kompyuta na mtandao, wanajua kuna ajira nyingi wanaweza kutafuta pale mtandaoni na kupata pesa. Lakini vijana wengi hawana kompyuta, hawawezi kumudu kompyuta, hawawezi kumudu internet ama bundles. Ndio tumesema kila soko iwe na ICT hub. Hapo ICT hub serikali itaweka kompyuta 100 za bure. Serikali iweke mtandao ya bure. Kijana aende pale, aingie mtandaoni, afanye biashara ya kisasa ya mtandao, atafute wateja na pia atafute ajira. Iko ajira nyingi pale, kama app developer, kama website developer, kama transcriber, kama foreign exchange trader. Hapo mtandaoni bora kijana apate kompyuta na mtandao, kuna kazi mtandaoni. Ndio tuwache kuachilia vijana wetu kukaa kwa market pale, sokoni, mtaani, hawana matumaini, hawana kazi. Ati wanangojea mwanasiasa aje awapatie shilingi 100 ndio wapigie kelele mpinzani wake. Lazima tuwapatie vijana wetu matumaini. Na hii kazi mtandaoni ni njia moja ya kuleta ajira. Jambo la 4, tumesema ya kwamba lazima tutafute namna zote za kutafuta mapato na ajira, sana sana kwa vijana. Njia moja ya kutafuta ajira ni hiyo nimesema, ya kutafuta kazi mtandaoni, na hiyo tunajenga ICT hub ama mahabara ya kompyuta 1450 Kenya mzima, ili vijana waingie pale mtandaoni wajitafutie riziki, wawache kutumia bundles na kutumia simu zao. Na mimi nawasihi vijana kwa heshima, sio kwa lazima, kwa heshima. Mimi nikiwa mzee, nikiwa kiongozi, nawasihi mtandao ikipatikana, kompyuta ikipatikana na internet, usiende pale ati kutumia ile kompyuta kutokana na MCA ama mbunge ama sijui nani ama rais ama governor. Wewe enda pale jitafutie riziki, tafuta ajira pale, tafuta biashara na hiyo mtandao. Kama hutaki kiongozi fulani, ngoja siku ya kura, utapiga kura ya kumuondoa. Kweli si kweli vijana? Vijana oye! Vijana oye! Tunaelewana vijana? Alafu
Wale ambao hawezi fanya mambo ya mtandao, tumekuja na affordable housing program. Hii affordable housing program ama mpango wa kujenga nyumba za bei nafuu iko na faida 3. Faida ya kwanza, inawezesha wananchi wengi ambao hawangeweza kumudu bei ya nyumba at market rates kupata nyumba ya bei nafuu. Jambo la pili, hii mpango wa kujenga manyumba ya bei nafuu inatusaidia kufufua uchumi, sekta ya construction ama sekta ya ujenzi. Wale wanauza mchanga, kokoto, mawe ya kware, wale wanauza mabati, misumari, simiti, hiyo sekta, hii program ya affordable housing inafufua, na hizo biashara zikipata nafasi nyingi ya kuuza vile bidhaa, mchanga, hii simiti na mabati na mawe, zitaajiri vijana zaidi. Kwa hivyo affordable housing inainua uchumi kupitia sekta ya ujenzi na inaongeza nafasi ya kazi. Sasa hivi tunavyoongea, program ya affordable housing inaajiri kwa sasa vijana zaidi ya 250,000. 250,000 young people across Kenya are employed in different affordable housing and market construction sites across the country. Kwa hivyo hii ni mojawapo ya kubuni nafasi ya kazi, kwa sababu kuna vijana pale wanafanya kazi kama seremara, wengine ni fundi, wengine ni watu ya mkono, wengine ni engineer, wengine ni architect, mwingine ni quantity surveyor, mwingine ni carpenter, electrician, plumber, mtu ya mkono. Kila mtu wako kwa mjengo, from the degree holders to wale watu ambaye wanasaidia mafundi. 250,000 young people are already engaged in that program. It's one of our job creation initiatives. Na usijali, hiyo mjengo ikiisha, iko mjengo ingine. Hiyo mjengo ya pili ikiisha, iko ya tatu. Ya tatu ikiisha, iko kazi ingine tutakuwa tumebuni kama serikali. Msijali, fanya ile kazi iko saa hii, kesho Mungu atafungua njia ingine, na serikali inakazana kutafuta nafasi za kazi katika taifa letu la Kenya. Kuna watu unasikia wanaongea huko kwa madharau, wanasema kazi ya mjengo si kazi. Si jameni, sisi watu ya UDA na Kenya Kwanza, si tulisema kazi ni kazi? Wea ni wea. Kati huo, si kazi ni kazi jameni? Ile kazi iko fanya saa hii, kesho kutakuwa na kazi ingine. Na bora wewe kijana mzee, bora kazi inakupatia riziki ya jioni, unaenda nyumbani na shilingi 1,000. Hiyo ni afadhali kuliko kukaa bila kazi. Bila vile tuna program ambayo ilikuwa imesimama miaka mingi huko nyuma kwa sababu ya ukosefu ya pesa. Ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana zamani, ikaitwa kazi mtaani baadaye. Sasa tumeirudisha, tunaita climate works, kazi mtaani. Na rais ametangaza siku ya madaraka akiwa Homa Bay, na tumeanza kusajili vijana kutoka tarehe 3 June. Iko portal ambao vijana wanaregister counties zote 47, wale ambao wangetaka kuhusika katika kazi mtaani climate works, ambayo itaajiri vijana zaidi ya 1,110.